Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina muite Yona Mzito, msanii Mumias, Kakamega County. Mimi ni mwokofu na mpenda Yesu ni Bwana, mwokozi wa maisha yangu. Aliyenitoa kiwango kingine na akanifukisha hadi kiwango kingine cha upendo, cha kumwabudu na kumsifu kila wakati na kila saa. Mimi nampenda Mungu sana. Nampenda Mungu sana, ndio kwa maana niko mahali hapa. Na naomba hata pia wewe mahali ulipo, vile mimi nampenda Mungu ndani yako, naomba hata pia wewe umpende Mungu hapo ulipo ndani yako. Wewe unayemnitazama na wewe unayenisikia ujumbe huu kwa siku ya leo. Niko hapa mahali hapa siku ya leo kwa ajili ya kukuletea neno, kukuletea neno ambalo linaitwa mwisho wako. Mwisho wako wewe mwanadamu, wewe pamoja na mimi. Unajua ninapozungumzia taja mtu mwanadamu, pia mimi ni mwanadamu. Pia mimi najihisi ndani yangu ya kwamba pia mimi ni mwanadamu kama wewe. Naomba ulipokee ile neno kwa neema na kwa baraka na kwa nguvu za Baba wetu aliye hai. Wapendwa, kuna mwisho mara moja. Kuna mwisho, unaweza pata kuna mwisho wa wewe kupokea, na kuna mwisho wa wewe kuondoka katika dunia hii. Unapofika mwisho wa kupokea, tuanze kwanza na mwisho wa kupokea. Unapofika mwisho wa kupokea, wapendwa, unapokea kutoka kwa Mungu ukiwa umelala usiku na unapewa. Ndio kwa sababu Mungu amekuweka katika dunia hii. Hili inapofika siku yako ya kupewa, unapewa. Inapofika siku yako ya mafanikio yoyote, unafanikiwa. Inapofika siku yako ya wewe Mungu kukubadilisha kiwango kikubwa ambapo yeye mwenyewe anahitaji kukubadilisha, hautumii karama, hautumii silaha yoyote. Silaha inayotumika kwako ni ya Mungu wetu aliye hai, aliyekuleta katika dunia hii ili akufanye vile yeye mwenyewe upendavyo. Wapendwa, ikifika wakati wa kupokea, inakuanga na furaha. Inakuanga na furaha sana. Baraka za Mungu zinakuja na furaha. Baraka za Mungu zinakuja na ushindi mkubwa. Wapendwa, wale ambaye mnatumia neno la Mungu kwa haki, musife moyo. Musife moyo. Endelea kumwabudu Mungu. Endelea kutimiza yale ambayo Mungu anahitaji ukatimize katika ndani yako. Mungu amekuweka katika dunia hii ya kwamba upitie, ulie, uteseke, lakini baada ya hayo yote anakujua wewe. Mbona wewe usimjue? Mbona wewe usimtambue? Mbona wewe usimwabudu? Mbona wewe usimsifu? Kwa maana ni Mungu pekee tunayemtegemea kama sisi wanadamu. Jiulize ya kwamba mimi Yona Mzito, pumzi ninayoitumia wakati huu ni pumzi yake ya mwenyewe aliyenipea. Pumzi unayotumia wewe ni pumzi yake pekee unayoitumia kwa nguvu zake na kwa mamlaka yake. Jiulize, unapotenda yale maneno ambayo haihusiki na neno lake, haihusiki na mapenzi yake, unatarajia nini? Unafikiria nini katika mawazo yako? Nimepata wengine wanasema katika media ya kwamba Mungu hayuko, fanya nini, hata ukifanya nini Mungu hayuko. Nani amesema? Nani anasema huyo ya kwamba Mungu hayupo? Mungu wako milele na milele. Mungu wako, pumzi unayotumia kwa wakati huu kuongea hayo maneno ambayo unaongea kinyume na mapenzi ya Mungu, hiyo pumzi ni ya nani? Hata shetani ameshindwa kutengeneza mtu wake. Ameshindwa kabisa. Ataanzia wapi? Hata wanadamu wenyewe wasungu walijaribu waseme ya kwamba wacha tutengeneze mtu tuone kama itakuwa.
tuone vile huyu mtu atatembea, tuone vile huyu mtu atafanya yale ambayo tunahitaji, tuone kama Mungu mwenyewe alitengenezaje mtu na alifanya namna gani. Wacha pia sisi tutengeneze wetu mwanadamu wetu, lakini walishindwa. Walitengeneza, wakaweka vitu zao, lakini wakashindwa. Walifika mahali pa kuweka pumzi, wakashindwa. Tutatoa wapi pumzi ndio tuweke ndani ya huyo mtu? Mwanadamu hawezi kutembea na hawezi kufanya kile ambacho tunahitaji na hawezi kututimizia kile ambacho tunahitaji. Walishindwa. Wapendwa, nimekuja na ile neno siku ya leo kukufunza wewe ambao unanisikia, neno ambalo linaitwa mwisho wako. Wewe mwanadamu, hapo mahali popote ulipo, uwe unateseka, uwe uko na amani, uwe uko na shida, ujue mwisho wako uko. Na mwisho wako unapofika, haijalishi uko na cheo kiwango gani, haijalishi wewe ni nani. Na Mungu ameweka ile neno ndani yangu nikakufunze wewe, kwa sababu tujifunze kupitia kwa wengine. Wapendwa, naweza pata mtu ana fedha, naweza pata mtu ana mali mingi sana, lakini hawezi kununua uhai. Huyu mtu hawezi kununua uhai. Kwa nini hawezi kununua uhai? Kwa sababu uhai ni Mungu upea mwanadamu pekee. Hata mtu anaweza konjeka afike mahali waseme, tukipata mwenye anaweza kuchukua milioni 20 tumupatilishe huyu mtu wetu arudi kama kawaida. Haiwezekani. Kwa sababu gani? Mungu aliye juu, yeye ndiye anaweka uhai ndani yako. Mungu aliye juu, yeye ndiye anayekupigania. Mungu aliye juu, yeye ndiye aliye na uwezo wa kukufanyia wewe chochote. Mungu aliye juu, yeye ndiye aliye na nguvu ndani yako. Anaponena ndani yako, kuna nguvu zinafanya kazi. Hata ukiongelesha watu, kuna nguvu zinafanya kazi, zikitoka ndani yako, zikifanya kazi kupitia kwa nguvu za Bwana wetu aliye hai. Wapendwa, uhai huwezi nunua, nguvu za Mungu hauwezi nunua. Zinapeanwa bure. Na zinapeanwa kwa njia gani? Zinapeanwa kwa njia ya kumwabudu tu na kusoma neno lake na kufuata, kutimiza kile ambacho anahitaji ya wewe, kwamba wewe mwanadamu ukaweze kutimiza. Wapendwa, niko hapa kwa ajili ya kusemezana na wewe. Mimi sina haja unapofikia katika hii video yangu ya kwamba ati sasa mimi nahitaji pesa kutoka kwako. Hapana. Wakati huu ni wakati ambaye wewe mwanadamu kujiuliza, ninapotaja neno la Mungu kinyume, ninaenda wapi? Ninafanya nini? Ninaweza, siku yangu inapofika, siku ya mwisho, nitapitia wapi? Nitafanya nini? Wapendwa, kuna watu wakati huu, hata katika nchi yetu ya Kenya, hata katika nje ya nchi hii, wananena kinyume na mapenzi ya Mungu, wanaongea mambo machafu, wanaongea mambo ambayo haijulikani. Lakini kuna wale special ambaye Mungu ameweka katika dunia hii, kuangalia na macho, kuwatazama na wawe mfano kwa wengine. Wapendwa, usiongee kinyume na mapenzi ya Mungu. Mungu ni Mungu mkuu. Mungu ni Mungu wa huruma, na Mungu ni Mungu wa upendo. Tazama, unatumia pumzi yake kupumua, kuongea, kufanya chochote katika maisha yako. Amekulinda bado, lakini unaongea kinyume na mapenzi yake. Wapendwa, jiulize uko wapi na unaelekea wapi, na siku yako ikifika ya mwisho, ni nini kitafanyika mbele yako? Wapendwa, wale watu ambaye Mungu amewaonyesha mbele kwenye wanaenda ni watu wachache sana katika dunia hii. Ni watu wachache sana
ambaye Mungu ameweka ufunuo mbele yao ya kwamba wewe, niko na wewe, na wewe inapofika siku yako ya mwisho, na mimi Mungu wako nitakupokea. Ni wachache sana wapendwa. Kwa sababu gani? Mitego ni mingi, maisha imewalemea. Kwa sababu gani? Hawajui njia zake kamili na njia za Bwana. Mungu anaweza kunenea ya kwamba sasa wewe utakuwa kiwango hii, ukifa utakuwa mikononi mwangu. Lakini usipofuatilia na usimame nayo, mwambie Bwana, mimi naangalia kile ulichonena ndani yangu. Unakaa ukiishi kwa kusidiliwa, unakaa ukiishi kwa kilio, unakaa ukiishi kwa njia ambayo haifai, lakini Mungu anakupenda. Wapendwa, iwapo unajua ya kwamba Mungu anakupenda, iwapo unaishi unapumua kama mimi wako Yona Mzito, na unajua ya kwamba Mungu anakupenda, dada yangu, ndugu yangu, inua mikono, anza kubadilika tu wewe mwenyewe. Pokea kila alichokupea kidogo na umwambie ni asante. Unapomwambia ni asante, hatakuwa pamoja nawe milele na utamwabudu kwa haki na ukweli. Wapendwa, kuna watu wanaenda makanisani. Wapendwa, kuna watu wanatembea barabarani. Wapendwa, kuna watu wanafanya shughuli kadhaa, lakini ukienda ndani yao chenye wanafikiria kuhusu Mungu, wanafikiria mambo ambaye haiwezi kuwabadilisha, haiwezi kuwapea ruhusa kukuwa pamoja na Mungu. Wapendwa, nimekuletea ile neno siku ya leo ya kwamba uishi katika dunia hii ukijua Mungu ana nguvu zaidi. Nimesikia mpendwa mwingine katika pale kwa channel ya TikTok akisema ya kwamba nataka nione Mungu wao na sijui nani wa jicho tatu ni nani mkubwa. Sasa wewe utawezaje kulinganisha mchongo, kulinganisha njia ya uovu na Mungu? Utawezaje kulinganisha njia ya uovu na Mungu? Ninafaa ujiulize. Wengi walikuwa katika hiyo barabara, lakini inafaa Mungu akufafanulie hapo mahali ulipo ya kwamba mimi niko katika njia hii ya giza, na hii njia niliyo ya giza, ya kwamba nikikufa ama nikiondoka katika dunia hii nitaenda wapi? Wapendwa, ukiangalia mahali penye utaenda na maovu unayoifanya, unaacha sana. Ukionyeshwa mahali penye utaenda na yale mabaya ambayo unatenda katika dunia hii, saa hii ukiwa uhai, utaacha saa hii. Unajua watu wengi wanasema ya kwamba ati wacha mimi nifanye, kwa sababu nikifa nitakuwa nimefanya nini? Nimekufa. Wapendwa, usijaribu jambo kama hilo. Fanya tu ya kwako na Mungu akutetee. Wengi wanakufa, wengi wanaanza kusumbua familia na spiriti zao. Kwa nini wanasumbua familia na spiriti zao? Na ulimwengu wa giza, maroho machafu yanaanza kusumbua familia. Wengine wanakufa, maroho machafu inarudi kwa familia. Unajua ni kwa nini? Ni kwa sababu hawajaenda mbele za Bwana. Ukifa, ukitoka katika dunia hii na wewe ni wa Mungu, Mungu atabaki kulinda familia yako. Mungu atabaki kulinda maisha ya watoto wako na jamii ya kwako wewe mwanadamu. Sio ulimwengu wa giza. Hautaweza kutawala katika nyumba yako. Wewe ukifa na ulikuwa na matendo mazuri mbele ya Bwana, Bwana atasimama katika nyumba yako na atakupigania na atapata ukweli, na mwisho wako na mwisho wa familia itakuwa kitu kimoja, kwa sababu umetenda yale ambayo Bwana anahitaji katika maisha yako.
naye pia atende.